wala tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Hawa ni hawa kabisa. Yeye hawezi kuwa wewe umeambiwa muda wako umekwisha, lakini bado tu nini sasa? Nini? Sasa sikiliza. Hapa sisi hatuko kwa ajili ya kupiga kelele ati inna lillahi wa inna ilaihi. Nani amekwambia nasema hivi? Kama hujui nyamaza wewe. Alafu mwalimu, sitaki kupoteza muda. Yuko mwalimu hapa mashallah, mwalimu wa majini, wachawi na makafiri. Yuko hapa, atakuja atakomesha hiyo balaa. Wala mimi sitaongea sana. Mwalimu wa kusimama wa leo aje kwenye microphone. Yuko hapa kabisa. Hai, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Na wale wengine tunawasalimia amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nanyi. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kufika katika viwanja hivi. Kwanza ni furaha kubwa sana kufika katika viwanja hivi. Lengo na madhumuni kuelimishana. Na katika kuelimishana hakuna ushabiki. Katika kuelimishana hakuna ushabiki, kwa sababu namuona mchungaji amekamata aya hiyo kwanza ilikuwa iko moto. Kwa sababu aya ukiangalia ndani ya Biblia ilikuwa iko moto. Sasa wacha nikuonyeshe hiyo aya ilikuwa iko moto. Sasa nikuonyeshe kwa nini umeikamata. Nipige 18:50 Qur'an. Unajua mimi nilikuwa niko pale tunakuangalia. Hebu tuende mwalimu wangu. 18 mwalimu. 18:50 Qur'an. 18:50 Qur'an. Safari. Bismillahirrahmanirrahim. Sasa sikiza wewe kwanza sikiza Qur'ani inasema nini? Alafu tuchunguze ndani ya Biblia, je, nyinyi na mashetani mko sawa? Twende. Kumbukeni. Tulipowaambia malaika. Safari. Msujudieni Adamu. Kwanza Mwenyezi Mungu aliwaambia malaika msujudieni Adamu. Basi wakasujudu isipokuwa Ibilisi. Kwa sababu kuna tofauti ya jini na Ibilisi. Sawa sawa na vile conductor. Conductor ni sifa ya kazi, sio jina lake yule mtu. Akienda kijani kazi ndio inamfanya yeye anakuwa conductor, lakini hakuna jina lake. Sasa Ibilisi kwanza ni jini. Sasa akiwa amemwasi Mwenyezi Mungu ndio anaitwa shetani. Twende. Yeye alikuwa miongoni mwa majini. Safari. Na akavunja amri ya Mola wake. Na akavunja amri ya Mwenyezi Mungu. Twende. Sikiza. Kufika hiyo aya. Sasa sikiza inasema mnamfanya yeye na kizazi chake kuwa marafiki zenu. Mnamfanya huyo shetani na kizazi chake kuwa marafiki zenu badala ya Mwenyezi Mungu. Sasa swali tunauliza, kati ya Uislamu na Wakristo kina nani wanamkumbatia shetani kama mwalimu wao? Mwalimu, naam, nipige sasa 1:20 Timotheo kwanza huko. Twende. 1:20. Sasa ndani ya Biblia tunampata shetani ndio mwalimu, na Mungu mwenyewe anasema kwanza tusimfanye shetani kuwa ni rafiki badala ya Mwenyezi Mungu. Twende 1:20 Timotheo kwanza. Timotheo wa kwanza. Safari. 1:20. Twende. Na katika hao. Sasa Paulo hapa anamfanya shetani kuwa rafiki yake. Anasema hebu jioni watoto wawili, hebu tuwapige mfano. Twende walimu. Anasema katika hao wamo Himenayo. Wamo Paulo huyo anapata watu kubwa na Himenayo huyo na Iskanda ambao shetani ambao Paulo anasema kubwa na Himenayo na Iskanda ambao kwanza huyo Himenayo na Iskanda aliwachukua moja kwa moja akampeleka mpaka kwa shetani. Twende ili imempa shetani watu hao. Yani Himenayo na Iskanda Paulo anafanya ni marafiki shetani, akampea Himenayo na Iskanda kwa shetani ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Swali linakuja, Mungu anatuambia tusimfanye rafiki. Sasa tunaambiwa ndani ya Biblia shetani ndio ako na elimu mpaka anapelekwa Himenayo na Iskanda anapewa shetani moja kwa moja ili shetani afundishe wasimtukane Mungu. Shetani anaweza kuwa mwalimu. Kwa sababu Biblia imekuja mwalimu. Akaja katika kauli nyingine, huyu nimemshangaa huyu. Akaja akasema nini? Akasema kuwa wao wanatoa shetani kwa jina la Yesu. Wewe una hatari kubwa sana. Kwa nini? Mwalimu, 19:13 Matendo ya Mitume. 19:15. Anasema 19. Sasa huyo ni kauli yake. Au tuiulize Biblia, wao waliotaja jina la Yesu, je, shetani anaweza kutoka? Twende. Anasema yule pepo mchafu. 19:13. 13. Anasema
anasema Safiri. baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga. Baadhi ya Wayahudi, Biblia inasema kuna Wayahudi walikuwa na wao wanatoa pepo kwa jina la Yesu. Sasa wao walikuwa ni wenye kutangatanga. Nao ni wabunga pepo. Safiri. Wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu. Na huyo anasema wanatoa pepo kwa jina la Yesu. Na wale Wayahudi nao walikuwa wanatoa pepo kwa jina la Yesu. Wakataja jina la Yesu, twende. Juu yao waliopagawa. Hao walikuwa juu ya aliyepagawa pepo wachafu. Safiri. Wakisema hawapisha kwa Yesu. Na wapisha kwa Yesu kama Wakristo venye wanasema kuwa wanatoa pepo kwa jina la Yesu. Sasa mfano huo ndani ya Biblia na wao wakasema na kuapisha kwa jina la Yesu. Safiri. Yule anayehubiriwa na Paulo. Safiri. Walikuwapo wana 7 wa mtu mmoja. Safiri. Twende. Seka wa Myahudi. Safiri. Kuhani mkuu. Waliofanya hivyo. Waliokuwa wakifanya hivyo kutoa pepo kwa jina la Yesu. Yule pepo mchafu. Akawajibu akawaambia. Safiri. Yesu namjua. Shetani ndio anajua watu kwa sababu huyo Yesu mwenyewe amewahi kubebwa na shetani. Kwa sababu huyo shetani na hao Wakristo anasema anatetemeka. Shetani akiniona anatetemeka. Kama shetani hajatetemeka wakati wa Yesu anambeba, atatetemeka kwa unayekula kidheri hapo madogo. Shetani mwenyewe anambeba Yesu, hakutetemeka. Natetemeka. Tunaona hiyo matatizo. Twende malisia. Na Paulo namfahamu. Twende. Lakini nyinyi mnaotoa jina kwa Yesu ni nani nyinyi? Twende. Na yule mtu aliyebawa na pepo. Safiri. Mchafu. Akawarukia wawili. Akawaweza hao wawili. Akawashinda. Akawatoa nguo wakatoka hali ya kuwa uchi. Kwa hivyo wewe huwezi kutoa, na ukitoa jina la Yesu kuna hatari kubwa. Wakristo nawaambie, yule atakayetaja jina la Yesu, ndio maana kila siku, kila Jumapili watu wanatoa shetani kwa jina la Yesu, na hali ya kuwa hiyo ni kwanza ni jukumu baya, kwa sababu shetani anatolewa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na ukitoa pepo kwa jina la Yesu unampea matatizo yule mtu. Shahidi nipige 11:24 Luka. Ukitoa pepo, shetani kwanza ni kiumbe Mwenyezi Mungu. Akienda kutolewa kwa kiumbe mwenzake si kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, kuna matatizo makubwa. Twende wali. Inasema pepo mchafu amtokapo mtu. Pepo mchafu akitoka kwa jina la Yesu upitia mahali pasipo maji. Na Wakristo wengi sana hawatumii maji. Kwa hivyo wana pepo wachafu ngoma draw. Twende. Akitafuta mahali pa kupumzika. Safiri. Asipopaona husema nitarudi nyumba yangu niliyotoka. Yule pepo mchafu akimtoka mtu, mfano huyo ameombewa kwa jina la Yesu, akimtoka huyo pepo mchafu, yule pepo mchafu anajigamba, anasema nitairudia nyumba yangu niliyotoka. Twende. Hata afikapo. Safiri. Akiona amevagiwa na kupambafwa. Safiri. Ndipo huenda akachukua pepo wengine 7. Huyu pepo mchafu ametolewa kwa jina la Yesu. Sasa kwanza akitoka na kwa jina la Yesu, si kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, anaenda kuchukua kamjesha watu, kamjesha pepo wengine 7. Walio waovu kuliko yeye mwenyewe. Wakaingia na kukaa humo. Sasa huyu ametolewa shetani kwa jina la Yesu. Huyu shetani anaenda kuchukua wengine 7, wanakuja kuingia ndani ya yule. Hiyo kamjesha watu ngapi? 8 wako kwenye mtu mmoja. Hasa nao wale 8 wakitolewa kwa jina la Yesu, kila mmoja akija na kamjesha watu 7 ni watu 56. Jumapili inayofuata wakienda kutolewa kwa jina la Yesu, kamjesha inarudi pale pale. Ndio maana Wakristo wengi wanapotoa kwa jina la Yesu wanapata matatizo. Ndio maana hata waangalia katika siku za nyuma, wale waliokuwa wakiathirika wanafanyiwa mambo ambayo sio ya kawaida. Tunaambiwa mbegu zinaenda. Waliotolewa kwa jina la Yesu, si unaona walikuwa wanabaki pale pale. Lakini walipoenda kwa wanyenyekevu, sisi Waislamu si walikuwa wanapata shufaa. Kabisa. Sasa tunaona hii ndio matatizo hii. Mwalimu, wacha tumfundishe kakaeni. Sasa wacha tumfundishe. Huyu hajazungumza kitu. Kwa sababu gani? Sasa mwalimu, wacha tuingie kwenye hoja. Kwanza hoja yetu sisi, wacha tukufundishe. Kwanza tunakufundisha hivi. Mwalimu,
Shetani ameumbwa kwa nini? Sawa? Na binadamu ameumbwa kwa nini? Sawa? Alafu tuangalie hukumu ya Mwenyezi Mungu kuwaumba wao ilikuwa nini? Akienda kinyume ndo anakuwa shetani miongoni mwa watu na miongoni mwa binadamu. Mwalimu? Naam. Nikamatie Qur'ani sasa. Qur'ani 15:26. 15:26 Qur'ani 15:26. Safiri. Inasema twende. Bismillahirrahmanirrahim. 15:26 Safiri. Na tulimuumba mwanadamu kwa udongo mkavu. Mungu mwenyewe anasema tulimuumba mwanadamu yani kwa udongo mkavu unaotoa sauti. Safiri. Unapawa. Na unaotokana na matope meusi. Safiri. Yaliyofunda. Twende. Na majini. Sikiza, na majini tuliwaumba kabla ya huyu binadamu kuumbwa. Twende. Kwa moto wa upepo wa joto. Yani kwa moto. Biblia nayo inaunga mkono kwa Biblia huyo shetani ameumbwa kwa moto. Nipige 3:2 Zakaria. Sasa wewe usoni ulikuwa kwanza ukubainisha shetani ameumbwa na nini? Baada hapo Mungu kwa nini aliwaumba viumbe? Ndio twende vitu mwalimu. Zakaria 3:2. Zakaria 3:2. Safiri. Anasema Zakaria Bwana akamwambia shetani. Mungu akazungumza na shetani. Bwana akamwambia akemee. Twende. Shetani. Safiri. Naam. Bwana aliyechagua Yerusalemu. Safiri. Na akukemee. Twende. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Kwa hivyo shetani ameumbwa kwa kinga kilichotolewa motoni kama vile Qur'an alivyoumbwa kwa yani kama vile Qur'an inavyosema shetani kaumbwa kwa moto. Mwalimu? Sasa madhumuni makubwa ya Mungu kuumba yani katika binadamu na jini ilikuwa nini? 51:56 Qur'an. Tofauti sasa hapo ndo tunakuja. Ukienda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu, unakuwa shetani katika watu. Anasema 51:56. Safiri. Qur'an. Twende. Anasema Bismillahirrahmanirrahim. Twende. Sikuumba majini na watu. Hasa Mungu anasema sikuumba majini na watu ili wapate kuniabudu. Ili wapate kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa swali linakuja, wakati sisi Waislamu tunamwabudu Mwenyezi Mungu na kuna majini nao wanamwabudu Mwenyezi Mungu, hao ndio wanakuwa ndugu zetu. Lakini wakienda kinyume na maamrisho hayo sasa ya kutomwabudu Mwenyezi Mungu, hapo ndio kuna bainika kwa bado kuna watu miongoni mwa watu miongoni kuwa ni waovu, lakini wao kimtazamo ni watu lakini ni shetani. Ushahidi nipige Qur'ani mwalimu 114 aya yake ya 6. Inasema the old Quran. Safi. 114:6. 114:6 aya yake ya 6 inasema piga tanbii moja kwa moja. Nipiga tanbii. Safi. Katika lugha ya Kiarabu. Sasa sikiza pale unaingia wewe. Unasema kila mwovu huitwa shetani. Kila mwovu kwa mtu yote yule ambaye ni mwovu katika matendo yako unayoyafanya, ukiwa ni mwovu unaitwa shetani hata kama wewe ni mtu. Twende. Ni sawa alikuwa katika majini. Ni sawa akiwa katika majini. Wanadamu. Au akiwa wanadamu bado ni shetani kwa sababu Mungu ametumba sisi tumwabudu Mungu. Sasa ukiwa humwabudu Mwenyezi Mungu wewe ni shetani. Sasa kati ya Waislamu na Wakristo kina nani wanamwabudu Mungu? Waislamu wanamwabudu Mungu. Sasa si hao wanamwabudu Mwenyezi Mungu, Mungu wako yani Mungu wa mbingu na ardhi wa kweli, wanamwabudu Yesu. Na pale Mwenyezi Mungu anasema ikiwa katika ni binadamu au ikiwa katika majini, huyo ni shetani. Malizia mwalimu. Inasema au nyama na ni shetani. Twende. Wa kibinadamu huwa mwovu zaidi kuwa wanadamu wenzie kuliko mashetani. Sasa sikiza, shetani wa kibinadamu. Qur'ani inasema shetani wa kibinadamu ni mwovu zaidi kuliko yani shetani wa kibinadamu ni mwovu zaidi kuliko yule wa kijini. Sasa tuulize Qur'ani inatuambia nini? Mwalimu? 6:112 Qur'an. The old Quran 6:112. 112. Safiri. 6:112 nasema. Inasema 6:112 Bismillahirrahmanirrahim. Safiri. Inasema twende. Na namna hii. Sasa Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia na namna hivi kwa Mtume Muhammad. Tumefanya kila nabii maadui. Kila nabii alikuwa na maadui. Nao ni mashaitani katika watu. Nao kuna mashetani katika watu. Sasa tutakuja hao mashetani katika watu kina nani? Kinao ni mashetani katika watu na mashetani katika majini. Sasa mashetani katika watu, Yesu mwenyewe alichagua kampani akawa yani katika wanafunzi wake 12 Yesu kuko na shetani ndani yake. Wapi? 6:70 Yohana. 6:70 Yohana. Yesu anamtaja katika mwanafunzi wake miongoni mwa watu kabisa, anamtambua
mashetani. Twende vitu. Anasema Safiri. 6:70 Yesu akawajibu. Je, mimi sikuwachagua nyinyi thenashara? Yesu anasema, je, mimi sikuwachagua nyinyi wanafunzi wangu 12? Na mmoja wenu katika wanafunzi wangu 12, mmoja wenu safiri, ni shetani. Kwa hivyo katika miongoni mwa wanafunzi wa Yesu kunapatikana shetani miongoni mwa watu. Ndio maana Qur'ani kasema kuna watu miongoni mwa shetani. Katika watu alimzungumza nani akiwa ni shetani? Aliyemnena Yuda, safi, mwana wa Simeoni Iskarioti. Kwa hivyo alimnena Yuda mwana wa Simeoni Iskarioti. Huyo ndo alikuwa ni shetani miongoni mwa watu. Sasa shetani miongoni mwa kina binadamu nao wanaambukiza watu vipi? Mwalimu, naam, nipige sasa 3:11 Marko. 3:11. Je, Wakristo watasalimika hapo? 3:11 Marko. 3:11 nasema. Safiri. Inasema haya, na pepo wachafu kila walipomwona. Pepo wachafu hawa ni siku ya kiyama wanaenda motoni. Sasa pepo wachafu kila walipomwona Yesu walianguka mbele yake. Yesu wakisema, safiri, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Hasa kati ya watu miongoni mwa binadamu kina nani wanasema Yesu ni mwana wa Mungu? Wakristo ndio hao. Sasa Wakristo ndio wanamuita Yesu ni mwana wa Mungu, na pepo wachafu na wao wanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo Wakristo na pepo wachafu wakipewa sinia moja la pilau ngoma draw. Hao ndio marafiki zenu, kwa sababu hakuna pepo mchafu siku ya kiyama motoni. Wakristo mnamuita Yesu ni mwana wa Mungu, pepo wachafu nao wanamuita Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo nyinyi na pepo wachafu ndio mnashirikiana ngoma draw. Malizia hiyo andiko. Inaendelea kusema, safiri, wakisema wewe ni mwana wa Mungu. Safiri. Akawakataza sana. Yesu akawakataza sana hao pepo wachafu wasimdhihirishe, na hawa na wao wanasema Yesu ni mwana wa Mungu mpaka mbele ya watu, na sisi tunawakataa kama vile Yesu alivyowakataza. Kwa hivyo hawa ni miongoni pepo wachafu miongoni mwa binadamu wanamwita Yesu ni mwana wa Mungu. Mwalimu, naam, akapiga aya wewe kumalizia. Nipige 72:1 hadi 3. Kwanza 72:1 hadi 4. Yamefika 72:1 akaruka 13. Sura jini. Safiri. Tuanzie ngapi? Anzia 1. Nianzie 1. Safiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sema. Imefunuliwa kwamba kuwa kundi moja la majini. Kundi moja la majini ndio lilisema. Kundi inamaanisha kuna wale waliokufuru. Ndio kubainisha hapo. Kundi moja la majini, ukisikia kundi moja inamaanisha kuna lingine linalomkana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Sasa kundi moja la majini likasema, likasema hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Safiri. Inaongoza katika uongofu. Kwa hivyo tumeiamini. Wala hatumshirikishi yeyote tena na Mola wetu. Safiri. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa. Sasa kundi moja ndio tunasema kwa hakika utukufu wa Mwenyezi Mungu umetukuka kabisa. Twende. Hakujifanyia mke wala mwana. Na wale wachafu wanasema Mwenyezi Mungu akona mwana. Unaona? Kwa hivyo nyinyi ndio pepo wachafu. Kwa hivyo kundi moja ndio linasema Mwenyezi Mungu hakujifanyia mke wala mwana. Malizia aya 4. Inasema, safiri. Na kwa hakika wapumbavu hao wanasema hakika wapumbavu miongoni mwetu sisi tuliosilimu walikuwa wakisema maneno yaliyopindukia mipaka juu ya Mwenyezi Mungu. Wakisema nini? Nasi tulikuwa tukitani ya kuwa sikiza, wao walikuwa wakitani ya kuwa hao majini ndio wanasema nasi tulikuwa tukitani ya kuwa watu na majini, watu pamoja na majini hawatasema uongo juu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu anaumba, na miongoni mwa mashetani walikuwa wanasema Mungu akona mtoto. Kwa hivyo wao na nyinyi binadamu nao unasema Mwenyezi Mungu rehema akona mtoto. Mwalimu, piga 14 huko. Hakumalizia aya 14. 14 na aya 14 ukimalizia. Nasi wamo miongoni mwetu. Sasa wao wanasema katika sisi wamo miongoni mwetu waliosilimu na wamo miongoni mwetu na wamo miongoni mwetu wanaokengeuka. Kwa wako miongoni mwetu. Mbona kumaliza? Wao wanasema wako miongoni mwetu waliosilimu na wako miongoni mwetu ambao ni makafiri. Malizia. Anasema, twende. Waliosilimu hao ndio waliotafuta waliosilimu ndio
walioshika uongofu. Mwalimu, Naam. Anthony Mato, sasa je, Wakristo ni wapagani ili waingie pale? Biblia yenyewe nasema Wakristo ni washiriki wapagani. Wapi? Nipike 3:17 Galatia. Biblia yenyewe nasema Wakristo ni wapagani. Twende vitu. Inasema safi. The book of Galatians, safi. Aya nipatie 3 ngapi? 3:17. 3:17 kitabu cha Wagalatia. 3:17. Inasema mwalimu. Haya. Mwalimu, muda wako umeisha. Hapa ni uadilifu, ama sivyo?